kazi kubwa sana, nisikilize nikueleze, hii ya kuishika kila mtu aijue. Kazi kubwa sana ya Roho Mtakatifu ni kuyafisha matendo ya mwili. Kitakachotufanya tukose mbingu wengi ni kwa sababu hatujafa katika mwili. Wengine waliokoka miili imezimia tu, hawajafa, wamezimia tu. Ndio maana anaweza akazinduka akarudi dhambini, akazinduka amezimia tu. Kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kuyafisha matendo ya mwili, na matendo ya mwili yako kwenye Wagalatia 5. Mwili hauna mpango wa kumtii Mungu, wala haumtii Mungu, wala hautaweza, kwa sababu mwili ulishahukumiwa. Sema amen. Ukisoma katika kitabu kile cha Mhubiri 12:7 anasema roho itamrudia muumba wake na mwili utarudi mavumbini. Ulishahukumiwa, hautaenda mbinguni kamwe. Sema amen. Mnanielewa ninachokizungumza? Sijui kama mnanisikiza ninachokisema. Mwili ulishapokea hukumu yake kwamba mbinguni hautaenda. Roho kumrudia muumba wake na mwili kurudi wapi? Mwili kurudi wapi? Uwe wa rangi ya mirinda, uwe wa rangi ya Pepsi, unaenda mavumbini. Utengeneze sana, uchubue sana, uzidisha hata kwa wazungu wa mirinda wa Pepsi, unaenda mavumbini. Sijui kama unanielewa ninavyokueleza. Ulishahukumiwa. Ndio maana hata ukisema twende kuomba unasema lala kidogo. Tufunge unasema kwanza utaumia tu. Sasa wewe ukisikiliza sauti ya Mungu ya mwili, kazi mauti inakusubiri. Mauti inakusubiri. Ndio maana tunamhitaji Mungu sana, tunamhitaji Roho Mtakatifu afishe matendo ya mwili, matendo ya mwili kabisa. Na hata kama mwili unakutesa, nisikilize niongee kidogo. Kama mwili unakutesa kwa zinaa, kwa uzinzi, uzinzi ni moja kati ya dhambi ambayo haitoki kwa kujiombea. Utajiombea, utarudia tena. Utajiombea, utafanya. Nilikwambia utafunga, baadaye utatafuta supu na mtoli, alafu itarudi pale pale, mwemko utakaa vile. Utatafuta na nyama choma utakula. Kisha toka kufunga, si utatafuta tu. Uzinzi hautoki kwa kujiombea. Unapoteza muda. Mwingine anajificha, anaenda kutafuta kujificha huku, utasikia toka, pepo la uzinzi, toka, linarudi pale pale. Alitoki. Kuna dhambi ambazo mbili hazitoki kwa kujiombea. Sema amen. Dhambi ya kwanza, hizi dhambi ni mapacha, ni kama zilizaliwa siku moja. Uzinzi hautoki kwa kujiombea, uchawi hautoki kwa kujiombea. Utakwenda kaburini unaroga, utakwenda kaburini unazini, hautoki kwa kujiombea. Mimi nimeelewa miaka 40 niliohubiri, hautoki kwa kujiombea, hautoki. Utajitahidi, utarudi kule kule kwenye channel ile. Dhambi hizi mbili ni mapacha, nafikiri ni baba yao mmoja na mama yao ni mmoja. Nao sijui walizaliwa alfajiri, sijui usiku, hata saa ngapi. Uzinzi na uchawi hazitoki kwa kujiombea. Sikusimangi, kama upo na kusaidia. Siku moja uje useme alinisaidia nikapona. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata kama vipi, vinatoka kwa kuvidhalilisha, kwa kuviaibisha. Ndio maana ni ngumu kisikia fulani ni mzinzi, utafikiri kama wamemvua nguo zote. Ikitangazwa topa fulani ni mchawi, kama wamemvua kila kitu yuko nje.
haitoki kwa kujiombea uzinzi wala uchawi, hautoki. Utashangaa baadaye utaanza kutamani vichwa vya mashemasi kama mchawi humo. Na wanakwaya, haitoki kwa kujiombea, vinatoka kwa kuvidhalilisha. Hata kama ni ngumu sana, chukua hatua, nenda, piga magoti, sema Baba, Mama, kama ni baba, kama ni mama, ili dudu linanitesa, mimi ni mwanao, sitaki kwenda jehanamu, nataka kwenda mbinguni. Leo nimeamua nijiweke wazi, potelea mbali takalokuwa, lakini mbingu naitaka. Weka wazi kabisa kwa mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana atakuwekea mkono, hata kuja kukutangaza wala kusema. Biblia inasema sisi tunahifadhi maarifa, sema amen. Akikuwekea mkono, haitarudi milele ile hali, haitarudi milele na milele na milele na milele na milele. Nenda kabisa, unalia, unajuta, unasikitika, sitaki, nimechoka, imenitesa. Maana dhambi ni mauti, dhambi ni mateso, ni utumwa. Hizo dhambi mbili, nenda, piga magoti, mwambie nataka kwenda mbinguni, sitaki kufa kaenda jana. Akikuwekea mkono, hakuwekee, analia na wewe unalia, haitarudi tena hiyo hali. Hata furahia kuona mtoto wake kweli anateswa, amekabwa na hiyo, kama kafungwa na chatu, yeye anashangilia, hawezi wala sema sasa huyu mtu hivi sio rahisi.